Shondo laanza hivyo basi. She's so sexy, na utaga kamili wa masasi. Ananifanya niwe high high, high high, high high. Yake mapenzi si fry fry, fry fry, fry fry. Wakukupenda zaidi yangu simoni, ila tambua wendo yangu mboni. Wakukupenda zaidi yangu simoni, ila tambua wendo yangu mboni. Uzani madaga, kwa mapenzi yako zani madaga. 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 Give me some more, 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 give me some, give me some more, give me some, give me some more, give me some, give me some more, give me some. Baby, love me till I die. You are the reason why I smile. Unasikiliza sauti ya Pwani FM, sauti ya Nyama. Kule kule kule. Maji. Ulipoanda mami, shepu mijikenda mali. Kukuacha sitamani, baby mina kukubali. Ulipoanda mami, shepu mijikenda mali. Kukuacha sitamani, baby mina kukubali. Wow 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 wow. Nakuganda, nakuganda. Wow 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 wow. Toka mapenza vidonga mapanga bora nitenjika na sipinga pizza linga siweke kiporo ne baba mirero kwako hainaga kubera bugi yeah yawani na milioni mai kutulia kwako inabidi sijata mahitaji na kidimi napenda mambo yako kusudi yawani na milioni mai kutulia kwako inabidi we sijata mahitaji na kidimi napenda mambo yako kusudi Hey, hey, hey. Shepu mijikenda male. Mipugina kukubale. Nakuganda, nakuganda. Wow, 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 wow. Me I sing wow 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 wow. That only big when you say wajik the big wako mochwan hori chane mofan. Mayo wango wa big sini richa ni mog.
Fanya ufanyavyo, mimi kwako sina kiburi, kwangu uko peke yako kwa kijumba cha kaburi. Nakupa tenzi kwa kitabu cha Zaburi, ulinipa ajira wakati sina kibali. Hebu tafakari, kari, utizame hari, si tumetoka bari. Bwana! Ndio masala kama vipi yani? Boogie. Yo. Hey. Una flow kinyumbani, una flow Kiswahili, Yes, una flow style, una flow style. Natangaza taifa yangu. Au sio? Natangaza culture. Au sio? Yes. Inakubalika kwaje? Fresh sana mtu wangu. Karibu Mjengoni. Leo ni siku tofauti, huwa mara moja wasanii wanapatikana katika show ya John Bomba. Yes, Kwa hivyo kwa mmoja wa wale waliofanikiwa ambao wako lucky kuweza kufanikiwa kufaulu kuwa katika John Bomba bonge la Friday. Asante sana. Kwa wepesi msikilizaji, Billion Boogie in the house, na tutakuwa tuna bonga 2-3 na yeye kama kawaida, lakini kama ilivyo desturi ya kawaida huwa tunaanzaga na 5 za pressure. Mwana hizi 5 za pressure za kwenda mbio na kupeleka mtoto wa kike anaitwa Castillo, ama ukipenda Kambua, lakini kwa hapa anajulikana kama Kambua. Yeah. So amnamna ni ndio amala, majibu mafupi maana kuna kwenda kasi. Vile unavyosikia hapo kwenye nitakuwekea kama intro fulani hivi. Vile ninavyokwenda ndivyo maswali yanavyokwenda. Sawa. Kwa hivyo baada ya 5 za pressure tutakuwa tunarudi baadaye tuweze kujua mawili matatu mambo yanakwenda vipi. Ready? Okay. Hivi ndio kunaendaga, na kama uko tayari? Niko tayari. Bila shaka. Right, twende namna hii. Ushawahi danganya kuwa umewatch movie ili nawe uonekane kwa mbele? Nope. Ushawahi ficha chakula ili mtu mwingine asile wa kwanza? Nope. Uko na shilingi milioni 100 kuwatch muziki, ndio utaacha ama utakataa? Siwezi acha muziki kwa sababu nimekuja ili kuelimisha jamii. Uko na nafasi ya kumwokoa mtu mmoja tu, mama mpenzi. Mama. Leo hii upate maisha yako yamekuwa ndoto, utaamka utaendelea kulala? Nitaendelea kulala. Anapenda sana maisha yake. Asante. Sina la ziada. Nafikiri umemaliza, na hivyo leo tunadondoka kwenye 5 za pressure. Sasa bado msikilizaji, utakuwa unamtambua msanii ambaye aliwahi kutamka kwenye wimbo wake mpya akasema waacheni watoto wazuri waje kwangu kwa maana ufalme wa Boogie ni wao. Asante. Chupa kichonege ikondoka pewa na teke amikoroga kama zege niko tamkole kama waina niko tamkole nipeni nibele niko tamkole kuna lana lana niko tamkole. Ni kweli wanipe mani yapo wana mitihani, najipa moyo uvumilivu wewe na mbivu kila hivyo bakarini na kwa samani nitakwenda jameni yasiwe ya kikulachu hayana pazia kikubwa nachohofia sije wakanikazia wako makumbea sio mgombea asini banombea napotaka ungo mbali wewe uliko there hini yako 100 sijaongopea wazazi wanakuulizia sivyo walotarajia kikumbo wewe ni hakimu na tapia nidhamu sikurupuki kweli mweza utamu wako bana tenda chema ladha yako sio mwisho kutema mkiona wataka tena na tena fabula nikipona moyo wangu fabula taka mimi na wewe collaborate kikomea nyuma kede chupa kicholege unaka pewa na teke anikoroga kama zege niko kama waina niko nipeni nibele niko kuna Nisikiza nilisaka kwa hili yako toka Mbeya vuka bodo ule vyako Pate kona, John pate pona miaka inakwenda nataka badili jina nikauko kwa soko na koma pigo zako hala tutimize yani na mwako bana chanda chema nikiwa na wetaka tena na tena babure akitembea nyuma gere wote legele
Bebe nipotamkolea. Unipotamkolea. Hey, Nataka utamkolea. Hey. Miezi 8 kama vipi tunaongelea kuhusu 2.1 views, na kama vipi ni mojawapo ya tracks ambazo naweza sema labda ndio ilikuwa ya kwanza kuingia kwenye mtandao ama inakuwaje? Yes, hiyo ilikuwa kwanza kuingia mtandao. Ina maana okay, ushawahi kuwa lakini kwenye asheshe la pwani. Yes sir. Na imani wapo watu ambao wanakusikiza kwa sasa hivi na labda wanakusikia kwa mara ya kwanza. Yeah. Kwa kifupi tu tutambulishe Boogie ni nani ama Billion Boogie ni nani? Billion Boogie ni msanii. Billion Boogie ni msanii, ni rapper. Yeah, natoka Kilifi, 003. Right. Lakini ndoto yangu ni kuwakilisha Afrika nzima. Wow. Yeah. Yaani kwa fupi unamwangalia Burna Boy kama ambaye anakuja namba 2 in the future. Yeah, one of the best rap in Africa. One of the best. Right. Yeah. Muziki una feel mtu akikutazama, nafikiri msikizaji vile kundani hauwezi kuona, unasikia tu, labda kuwekea picha, maana kazi ya redio ni kuiweka picha katika taswira ya msikilizaji. Yeah. Una feel sana muziki. Yaani mtu akikucheki anaweza kuona kama ambaye ni bonge la superstar la kitambo tu, yani limekuwa kwenye game kwa muda mrefu. Yeah. Lakini sivyo, ni opposite. Ni kitu gani kinakupatia huo msukumo? Yeah, muziki mwanzo na ufili. Baada ya kuupenda muziki nilibidi nifuate wakubwa. Wewe bwana umefikia hapo, umefanya nini? So kama muziki nimekaa kwa muziki kama miaka 7, basi miaka 6 nilikaa nikiusoma mwanzo. Wow. Unapata nashikana mtu fulani yuko na show yuaje Kilifi, naenda lipe kile kiwango, lakini nalipa VIP. Nataka kumuona, unapata niongee na yeye, vipi umefanya nini mpaka umefikia hapa? Basi hiyo mmoja ndio ikabidi niingie kwa sanaa, ndio aniona bwana ni kama mbe kila kitu najua tayari. Yeah. Rap style yako iko tofauti, ni kama unacheza lugha mbili alafu pia unacheza style tofauti. Yeah. Pengine ufunguke zaidi kwa msikilizaji. Yeah. Ni mbinu ina gani unayotumia? Labda ni kitu gani unakiangazia ili uweze kuleta huo mgawanyiko wa talanta katika kitu kimoja? Jambo la kwanza nataka kujitengeza mimi. Umeelewa? Kwa sababu wasanii ni wengi. So najaribu kukataa kuigiza mtu. Umeelewa? Jambo la pili, nikija kwa interview kama hivi, si lazima uniulize wewe ni kabila gani. Unajua mimi kutoka Kenya, Nigeria. Yeah. Right. Kutoka maeneo ya Kilifi, mtaani unapotoka. Yeah. Jamaa wanakuchukuliaje? Yaani kuna teni fulani mimi siwezi omba kazi. Yeah. Kwa sababu atasema najifanyisha. Alafu jina lenyewe Billion. Yeah. So siwezi mwambia mtu, "Wewe wakoroga hapo vipi inaweza pata?" Unaambiwa acha tu enjoy. So inabidi ni kazi upande wangu wenye niko. Ni mwanamuziki na kama biashara zangu niziweke sawa, kwa sababu yani tangu nijijue. Mimi ni mwanabiashara. So na venye wamenibeba mtaani, umenipata? Sasa nilishasema kwamba Billion Boogie ni watu walinipa hii billion, watu walinipa, umeelewa? So haina timing ati kumwambia mtu nataka nifanye kazi wako wa duka hapa ama nitaka koroga. Hiyo wanakataa. Yaani hakuna, siwezi andikwa kazi mahali popote kwa sababu wanajua Billion. Billion Boogie ni jina limetokea, umesema wamekupa. Ilikuwa kuaje? Yeah, mimi ni mtu wa yani ni mtu mwanabiashara, umepata? Nianza biashara kama hivi kama mchicha, umepata, kununua nguo kama nimepata kama 500 na hapa kuzoea na nguo nitauza, umepata? So ilikuwa nikiwa mtoto sana, ilikuwa pesa hainitoki. Umepata? Baada ya kumaliza shule kuona hapa sasa acha nijichanganye. So nilikuwa na mtaji wangu tayari wenye nimegrow nao, umepata? So wale ambao nimegrow nao wakanichukulia kama huyu ni tofauti, si mwenzetu, huyu ni bilionea, kwa sababu mtu akija na shida kama 200 mimi naweza msoti. Umepata? Lazima tuko sawa, umepata? Na mimi nimefungua biashara nikaandika wenzangu ambao tuko agement tangu 2016. Nataka kujua Billion, najua inahusiana na vile umekuwa. Boogie najua kuzibugi. Ngoma ya kwanza umefanya la Dogo Richie. Yeah. Ndio ngoma ya kwanza na ikawa umeifanya collab. Mbona? Ni kwa sababu mimi ni rapper. Yaani si ngoma ya kwanza mwanzo kufanya Dogo Richie. Mimi nilifanya na Shabigi way back. Na Shabigi na Dili wa J-Crack. Lakini sasa kama mimi shabiki wa Dogo Richie, umepata? Ni shabiki yake, halafu mimi si singer. Na nilikuwa nataka kufanya muziki wa kisasa. Kwa sababu hapo mimi ni fans wa Fid Q. Umepata? So ningeona kama kuna ngoma hapo hip hop ndefu sana. Nilikuwa nampenda sana Professor J, so nikatunga paka size ya Professor J, nikaenda kwa Arms pale tukafanya ngoma ndefu sana dakika 7 kasoro sekunde kama 3.
Umepata? Una rap tu. Iko hapo wacha waongee. Inaumiza sana. Unaelewa? Naam. So nilimpenda Dogo Rich na nikataka kujigeuza kwa wasasa kwa sababu nimegrow na muziki na upenda since way back. Umepata? So nikabidi nikujibadilisha nimfuate Dogo Rich. Ndio ananiambia basi muziki wa sasa ni huu. Naam. Umemfuata Dogo Rich na labda pengine akikuangalia wewe ni msanii unainukia. Je, ilikuwa kuaje akakubali? Labda mlielewana katika masuala ya hela ama ilikuwa tu ile mwanangu nimekufeel tufanye kazi? Alinishikanisha ni producer Arms. Kwa sababu nilifanya kazi kwake 2014, alafu nikawa nataka kufanya kazi sasa 2017, akaniunganisha. So baada ya kuniunganisha ile kazi ilikuwa nifanye kwa Arms. Umepata? Alafu akafunga studio. Alipofunga studio sasa ndio hivyo tukamsubiri nani MED. Wale basi ngoja tumpigie MED. Alipompigia MED simu, MED alikuwa hana studio. Unaelewa? Ni baada ya jungle pale. So MED tukamtumia fare akawa niaje tufanye ngoma, lakini sasa ikawa late. Nikamwambia basi venye wewe ukipata studio utanipigia simu. So alipopata studio MED ndo akanipigia simu. Right. Niko na maswali mengi tu, sema muda unanipa kisogo, tutakuwa tunakwenda kwenye adhan, alafu tutakuwa tunarudi. Baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tunahitaji kujua ni kitu gani labda kinakupatia msukumo wa kutunga, na kwenye nyimbo zako umetaja maneno mengi tu ambao si maneno ya kawaida yanayotumika mitaani. Labda baadhi ya maneno tutakuwa tunataka pia tuyajue. Kama utamkolea, kuna neno umelitaja hapa, mtoto sijui amefanya nini, kiuno kapewa na cheke. Anikoroga kama zege, zege, bebe baby. Haukunikata mkono, mbavu wako duniani hauna mfano. Ulinipata home nikiwa na dili zangu, nikakusikiliza. Ni bradangu tulikuwa sote kote, so kila angushaye lengo lake ni wokote. Tulikuwa sote so kilo tumikei yuko radi webuke ole wako benji. Nimetokea tupeki, yaku wanaponda na chunguza wanauliza wanadai vipi bugi kwa story tena. Nilishikana na bado kwa shirikana na shukuru mtoto dadi ina la mtoto dashi. Kaka kumbulusho speed niyo mpaka nife. Kinachopenda speed show mpaka nipo rangi staki bodyguard ni mwenyewe rap. Ukizi umegundua wanewezi na kama ni kudunga waweza na hizi. Mnacheza bana kibugi mmekaza bana kama gari ina kinga. Baraka zangu wangu Mungu wezi pinga, siwa walinikana wapia siwa tena. Wana wao nilijikuta napoteza, nikajikata cheki nilivyojendeleza. Hey, nimefungua kurasa mashabiki na sana niko chale na sawa wamenipeza kita overstand na vyo mashabiki furahia kwa milioni na wengine walivyonifanyia wanalia kwa kujuta navyo pana shaka wanadewa jamani mimi naendelea hali kwa pepo yanakuja tena na mimi kama kawaida na kaza kibaba hasa wataongea watabado mimi naendelea hali kwa pepo yanakuja tena na mimi kama kawaida na kaza kibaba hasa mlitumia kama gas kutimiza zenu njozi huku mkiniombea angalau kidogo nilusi au nipige pause kadri mkanizunguka ili hadi ipate shuka. Mungu bila wezi nijituma niwezavyo mavumbo atakavyo. Juhudi zangu ziliambulia patupu lisimika tupla pi wakini rest wanifanya dondocha wananihukumu wao kabla wajahukumiwa wananiota kimoja vitatu wanarudiwa. Ndoa ya kuku kamwe haimfikii mwewe vile upangavyo wewe vile utakavyo niwe. Mungu hugeuza utakavyo visiwe. Hakuna kitu kibaya kama kimoyo inochoyo umbea malaya ni kama kuzusha vita kisho buyo na kimbi. We hapo siponipa jibu kijana utapata tabu jibu. Ipi sababu ya mimi na kuchukiane yani kwa sababu ya mimi na kutengane tena kwa siri tatizo likitokea ili upate sidi ya some dashi unalia takuwa nana dashi ili upate furahia. Duniani tunatembea kwa mahali tumelenga jamii tunaelekea usijasiri wa dunia kwa kudhulumu. Mbinguni utakuandalia nidhamu fahamu usinichezee mimi sio babako sio kakako sio jirani yako wala sio mimi dash mwenzako tena zaidi hapo usinicheze shere kama kalio lako. Wala tupu wewe. Noma. Ukishinda kwa mpaka mtopo nisakashimo taka unitupe. Hii ni kama umekwenda kwa mkeo Tanga kwa heshima na taadhima unaosha mtoto kumjifunga kanga. Baada ya kumaliza kumosha mtoto mrushe juu alafu kisha kanga ifunguke. Sometimes tumia akili usije ukangamia ni kipi utatea kilio au heshima. Bwana kama kwa huyu mtu. Amsale chuko pale halipendeza ndiko. Huko aliko awe rafikia nani na asikia yogopa hata kutazama miguuni. Bwana
Bwana, Yes, kuna sir. vitu nimesikia. Okay. Cha kwanza unasema kwamba hauhitaji bodyguard maana Yes. wewe mwenyewe ni red card. Eleza zaidi. Balado. Yes, oh, yule ni karate mnoma. Yule ni taekwondo mnoma. Yule ni boxer mnoma. Mnoma star. Yule anachapa. Yule basi. So anaweza kukupiga Yeah. kwa ngumi ama kukupiga kwa Sasa chapa. nikakupiga alafu ungeenda kupeleka OC. Ndio bwana kakupiga. Unanikumbusha nyimbo fulani wadogo fulani hivi. Alimba akasema anaweza ngakupiga na nikakwenda kakutibu. Yes, yani kuna panguka vita na mimi gari mbili za serikali zinafanya kazi. Au si? Yes, ya askari na ambulance. Umeeleza kwamba chagua heshima au kilio. Kilio au heshima. Maana umemrusha mtoto juu alafu kanga Uko ukweni. Usachagua So, kama wewe Luis sasa utachagua kitu. mimi bro heshima katike sikubali kulia. Kwa sababu gani? Weza heshimu. Alafu mtoto ameanguka yule mkwe sasa. Ndio akaondoka yeye na makofi. Mkwe huyo apigwa mkwewe. Yapiga mkwe. Kiswahili kali. Bwana. Yeah. Kwa hiyo wimbo umetoa lini? Ilikuwa kitambo kidogo. 2014 na producer Arms. Alright. Na hisi kuna pale break kutoka ku rap ukaanza ni kama unaongea hivi. Yeah, nilikuwa najitangaza ambaye yu afili hichi na mpromoter anichukue. Hichi pia naweza. Hichi pia naweza, yeah. Nilikuwa najitangaza. Bwana, kuna mambo kadhaa ambayo lazima tuweze kuyajua. Moja wapo, nani anayekusimamia muziki? Billion Boogie. Unajisimamia mwenyewe. Aidha kwa sababu una biashara kama ulivyosema mwanzoni. Biashara zenyewe unaweza kuzitangaza ni gani? Mimi ndo yule ukitaka umekuja Kilifi pale. Si unataka nyumba ya biashara hivi umenipata mlango wa duka. Unafuata Billion Boogie unapata kwa bei rahisi. Naam. Halafu biashara zangu maduka pia umenipata. Ukija pale mimi hoteli mimi niko sawa. Alright. Okay, umesema umeajiri vijana ambao pia ni wa age yako. Hata huyu yuko ndani. Niko mfanyakazi wangu lakini sasa tuna urafiki mwingi nikamweka tayari mbavuni. Kama partner sasa. Kwa sababu siwezi kumtukana akinikosea biashara itakuwa ngumu. Alafu nampenda sana kwa sababu ninapokwenda wrong yule check hapo hapo wrong. So ngona huyu acha nimfanye kaka. Kwa sababu mtu ambaye wamlipa alafu yakwambia hii ni kosa hapa ufanye sawa, huyu si mfanyakazi. Right. Nani anafanya kazi zako za graphics, pengine kukutengeneza katika kuvalisha na vitu kama vile? Maana nikiangalia kwenye mtandao wa YouTube umependeza, alafu pia poster ambao ulitengeza ya ngoma boda imekaa vizuri. Ni nani ambaye anahusika katika mambo? Leonex Craft ndio mpigia hiyo picha hiyo ya ni boda. Alafu kuna director wangu hapa atajieleza kunipata. Alafu wanaonivisha ni Vunja Bei. Vijana fulani hapo Kilifi wanajiita Vunja Bei. Wanajiita Vunja Bei. Alright. Msikilizaji, nina nafasi ya kukupatia japo kwenye simu uweze kuuliza maswali. Wapo na swali kupitia kwa nambari za simu ambazo ziko wazi 0732929207 12942 Leo nitakuwa naruhusu Kambua na Venom, kama mtu ana swali itakuwa vyema tu aweze kuuliza, maana yako mambo mengi tu kibao. Unajiona wapi miaka 3 ijayo ama 5 ijayo? Miaka 5 nataka niwe na vijana kama mimi wasipungwe 20 ambao wana ndoto za kutimiza malengo yao kwa njia ya muziki ama njia tofauti. Ambao nikiwapatia maono hawatayachezea na wataheshimu jamii. Nataka niwe na vijana kama 20 wawe kama Billion Boogie. Unakaa kujiaminia sana na mara nyingi huwa si kitu ambacho wengi wako nacho. Wako watu wana talent kubwa lakini kwa kuto kujiaminia labda wanakuwa hawezi kuitoa vile inavyotakana. Mimi kwa kujiamini kwangu najiamini kwa sababu nyuma yangu kuna Lui na namheshimu. Na mimi najijua sijui bila Lui, bila DJ, bila producer, bila mashabiki wangu kuheshimu. Ndio wao mashabiki zangu na waheshimu, ma producer na waheshimu, ma DJs na waheshimu, ma presenter na waheshimu. Kwa nini nisijiamini na niko na podcast? Sawa. So lazima la kupiga show. Unakumbuka show ambayo shaipiga kubwa zaidi, alafu ni kitendo gani cha aibu zaidi kishaitokea labda mbele ya watu? Mbele ya watu ni kitendo cha aibu ni kwamba msanii mkubwa ambaye ilikuwa mimi namheshimu aliambiwa shuka alafu aingie Boogie. Sitamtajia.
Hey, noma. Mara nyingi watu tunakuwa na taswira watu kule nje wagana taswira. Yeah. Msanii akianza kuinukia, akianza kuchezwa, alafu amnamna awe na fulusi, yuko kwenye chama fulani hivi. Ushawahi sikia fununu kama hizo zikuhusu? Fununu kama hizo. Yaani watu wakiongea mtaani. Wanasikia Udogo. Sana kwa sababu gani? Wavivu wa kufikiri. Wavivu wa kufikiri. Lui akiamka asubuhi, anasema leo ratiba yangu ya studio iko aje? Umepata? Nisinaingia saa 8. Sawa. Sasa hii acha nicheke na watoto wangu hapa na cheza na familia na bibi mama wangu. Alafu baadaye nenda. So wana michongo, lakini wewe kama ukiamka asubuhi ni smartphone tu ya mkopo, waomba jamaa nilipie 20 hapa, nataka kumtizama Billion Boogie online. Respect sana kwa hicho unachofanya, lakini sisi huenda kazini tukachafua nguo, kuamka wasafi, tukavaa chafu, tukaenda chafuka, tukajang'ara sasa, tukastay vipi? Tuko na njugu zetu. Tunatafuna. Alafu utamwa njugu kurusha moja. Kama kutakuwa na ligi, tucheze vizuri jioni. Bwana. Apart from muziki, ni kitu gani kingine unachofanya apart from biashara na muziki? Ninachofanya yani kama sports fulani, ama pengine any other talent pengine ambao maombi. Napenda sana kwa karibu na Mungu. Ambalo ni jambo jema sana, bila uweze kufika mbali. Magic kule. Ni msanii sasa hivi kongwe. Napenda sana. Kumpata ni kama kuipata almasi. Yes. Ilikuwa kwaje ukaweza kupiga collab naye? Si yule ni mtoto wa MD. Sasa mtoto kwa baba ukua kweli. Na babu ni MD. Bwana. Right. Gambo, nafikiri unajitayarisha kwa ajili ya swali pale, maana nimesalia kama dakika 5. Nitakuwa nataka tuzitumie vizuri kuongelea track mpya. Naam, karibu. Amesema kwamba miaka ijayo anataka kuwa na vijana kama 20 hivi kama yeye, walio na ndoto za kutimiza. Labda kuna mradi wowote ushaanzisha kwa vijana kule Kilifi, ama watu wote ukawashika mkono? Kwa sasa mtu yeyote mwenye yataka kumiliki kiwanja alafu hana uwezo wa kufika ile 100,000, lakini una 50,000, umepata, mpigie Billion Boogie hapo simu. Oe bro, mimi sina kiwanja lakini nina ndoto. Tuchangiane, tununue alafu tugawane. Hiyo ni njia moja wapo ya kumsaidia mtu mwenye ndoto zake, si ndio? Alafu ukija kwangu unataka biashara yako, kwa mfano uko na 30,000, umepata, unataka kufungua biashara, umepata, umeelewa? Ama una pesa unataka kufungua biashara, ni kikono na bidii na ukopesha ile pesa, umeelewa? So tunaweza fanya hivi, wewe utakuwa unalipa rent, umepata, unafanya kazi. Mimi sitaki hesabu, nataka kwa mwezi unipe mimi sasa 2,000 kila mwezi, hiyo 30 ibaki pale. Ukifidisisha duka, nikija piga hesabu kwamba tati yangu naona wewe ni ovyo, nachukua nampatia mwingine pale, anaweza kutimiza hizo, ndio tunaenda tu. Wow. Kuna mtu amesikia huo ujumbe sasa hivi na anatamani sana, labda akona malengo kama yale. Anaona kama mbingu zimefunguka hivi. Hata kupata vipi? Napatikana FB Billion Boogie, umeelewa? Yes, Billion Boogie kila mahali. Umepata, akiona Instagram nini kama tunaweza communicate fresh tu. Na labda kuna mtu pale hana smartphone, ajui mambo ya FB, ajui cooperate mambo ya online, na anatamani sana kukutana na huyu Billion Boogie. Huyo kutompata Billion Boogie, labda wewe si fani ya Sauti ya Pwani. Akina Luyu wako. Ama pengine inaweza kuwa kuna namba ambayo anaweza piga. Hiyo kali. Yaani kama umeingia kichochoro alafu kutana maoni inabidi warudi nyuma, sio? Beno, lipo swali. Alright, yani okay, sasa tuongee kuhusu memaliza. Sema ukimwangalia tu anavyofanya muziki wake, kama unamwangalia ni vigumu ubaki kama umenuna. Umenuna, ana design fulani yani. Exactly. Alafu ako na identity yake, kicheko fulani ambacho unaona akoi kama ule mshikaji. Noma. Yes, tuongelee kuhusu boda. Yao. Mbona boda? Boda ni idea
hiyo ndio idea yenye najiongelea nilifanya na producer Bonga. So mashabiki zangu, mapresenter mnaonienzi, umenipata? Kwa sababu nilitoka juzi hapa, leo nimekuja. Mtu ambaye anataka paka lugha mpigie simu. Unajua kuna kitu kimoja kujitangaza, tukutambue, jitambue, tafuta, utafutwe, umeelewa? So mimi nilianza kutafuta, si ndio? Sasa ushajua kuna Billion Boogie ndio unafunga group watu malink. Mtu akishaona kama kuna Billion Boogie sasa ataingia WhatsApp, ataingia YouTube tuko kutafuta, umenipata? Siwezi kaa mimi niwe mtabiri sahihi, acha nitafute shauri, umenipata? Mpaka ujitambue, tujue tunashauri, umenipata? So mimi huwa napenda sana kuheshimu kila mmoja, umenipata? Hata hiyo idea ilikuja na mpaka nimewavukisha mpakani mashabiki zangu. Mnaonichezesha mapresenter. Sahihi bidii yangu mpaka nimevuka boda. Hutaki kusubscribe pia. Kwenye muziki muziki wenyewe umekaa vizuri. Msikilizaji, tutakuwa tunawachia tu muda mfupi, dakika chache tu ambazo zinakuja. Lakini nataka uelezee ile ni maneno uliyatamka, lakini pia ni maneno yako kwenye Biblia ambayo anaongelea kuhusu watoto. Waacheni, nafikiri ni Yesu aliongea akasema waacheni watoto wadogo waje kwangu maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ya kwako inasema pale walitojua wadogo kuna hawa wazuri je? Yesu alitaja watu. Sipendi kuongelea hilo kwa sababu sipendi kukufuru, lakini alitaja wadogo waje kwake. Hakumaanisha watoto wadogo, alimaanisha kila mwenye moyo mwepesi wa kumsikiliza. Yaani maana moyo wa mtoto ni mtiifu, ni rahisi kusikiza. Kuna hawa ambao sasa si watiifu. Wanataka kusikiza Boogie au mtii. Nikaona wametupwa hivi. Lama sana. Bwana, tuwezi maliza interview. Video inakuja lini? Kichupa tunakisubiri kwa hamu. Kichupa mnakisubiri kwa hamu, lakini sasa hiyo ngoma kuna Jumapili na shoot video. So hiyo pia nimempa Ayman kazi, director wangu Ayman. Alafu kuna DJ director Kenny, ndio huyu hapa, ndio yua shoot hiyo video, ninafanya na Regan. Ngoma nyingine naitoa mpya. Lakini hii inabidi niachilie kidogo sababu nilikuwa nimetulia sana. Nimesumbuliwa. Wanataka ngoma mpya, ndio inabidi niachie hii.